Bwana Yesu asifiwe. Maduka hakuna, nasema kwamba hakuna, tunasema nini? Wanasema zile, wanasema hakuna nini? Kwa mfano biashara na nini zile za kibinadamu, yani biashara, sijui hospitali, nini na nini na kadhalika. Bado mimi ninaona kule kama hakuna maduka, huko ndiko kuna rifaa. Mradi tu kuwe kunaishi watu kule. Mimi najua kule kuna rifaa. Maana fungua duka la vyakula na nafaka na kadhalika. Mimi ule udhaifu ninaona kwamba huu ni mtaji wa kutokea. Kwa nini? Kwa sababu hapa mahali hakuna shule, hapa mahali hakuna hivi. Hivyo. Sikiliza, Biblia inasema mtu mmoja ambaye alikuwa amebeba agano na Mungu, anaitwa Isaka. Alikwenda kwa kwenye nchi ambayo ilikuwa kame. Hiyo nchi hakuna mito, hiyo nchi hakuna mabomba ya Damasco, hiyo nchi hakuna mvua zinanyesha, lakini Biblia inasema yeye mtumishi wa Mungu Isaka akachimba kisima. Alipochimba kisima kikabubujika maji. Watu wote wa ule mji wakaja kunywa kwenye kile kisima. Baada ya muda mfupi Wafilisti wakakigombania, akakiacha, akaenda kuchimba mahali pengine, akachimba, akapata maji, wakaanza kufanya biashara ya kuuza maji. Wafilisti wakaja tena, wakakigombania, akakiacha, akaenda mahali fulani kuna mlima, mahali ambapo ni pakame, akachimba, yakatoka maji, akaanza kufanya biashara, akapaita Rehobothi. Maana yake Bwana ametupa nafasi nasi tutazidi katika nchi. Pale mahali ambapo Wafilisti walisema hapa pana ukame, hapa ni mwamba, hapa ni chuma, hapa ni jiwe, hapa hakuna majibu, hapa ni mauti, hapa ni magonjwa, nchi imelaniwa. Lakini aliposimama mtu mwenye shauri la Mungu, hapo walipoona mauti palitoa uzima kwa jina la Yesu. Sasa watu wa Mungu ndivyo wanavyoishi. Tena ukienda sehemu kama hiyo, hata kiwanja unauziwa bei poa, maana watu wanapakimbia. Sasa unataka ununue kiwanja eti jirani tu na stendi ya Magufuli, pale ni hot cake, utauziwa milioni 300. Kwa sababu kila mtu anatazama pale. Wewe nenda pale mahali ambapo kila mtu amepakimbia, hapo utafanya kitu hapo. Kwa hiyo usitazame mtu wa Mungu, usikae pamoja na watu waliolala. Yaani unaweza ukawa na watu waliolala, alafu ukaita ukasema Mungu hayupo. Kumbe tatizo ni nini? Umeweka network yako, umejiunganisha na watu ambao hawana maarifa. Soma kitabu cha Mathayo sura 13 mstari wa 24 mpaka ule wa 25. Mathayo 13. Sijui kama unasoma Biblia kama mimi. Mstari wa 20 mbinguni wa 24 anasema, akawatolea mfano mwingine akisema. Sikiza vizuri, soma vizuri Biblia uweze kuelewa kikubwa, kiutu uzima. Ufanana na mtu. Alafu mstari wa 2:25 anasema watu walipolala. Namba 1 anasema mtu, nambari ya 2 anasema watu. Come on. Anasema akawatolea mfano, akawaambia ufalme mbinguni umefanana na mtu mmoja aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini baadaye ile kwenye mfano wa 2 ambao unaonyesha udhaifu, anasema sasa watu walipolala ndipo adui akaja. Yaani sijui nisemeje hii kitu. Anasema alikuwa mmoja tu ndiye ambaye alipanda mbegu njema katika konde lake. Lakini baadaye asemi yule mtu alipolala. Anasema sasa baadaye adui alikuja wakati gani? Adui hakuja kwa ajili ya mtu mmoja. Adui alikuja kwa ajili ya watu wengi. Alisubiri watu wamelala, yeye ndo akaja akapanda. Sikiliza, Biblia inasema kwenye Warumi, anasema dhambi iliingia kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Na ile dhambi ilipoingia ikaleta wengi, maelfu wanakufa kwenye tatizo moja. Dhambi anasema iliingia kwa mtu mmoja, na ile dhambi ikaleta mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote walitenda dhambi. Lakini aliyefungulia geti dhambi ni mmoja tu. Sasa hapa anasema mtu mmoja alipanda mbegu tena njema, alafu alipoondoka
akapanda. Ngoja, kuna kitu sijakisema. Twende kwanza kwenye hiki kitabu kinachofuata, alafu nikujenge vizuri kitu ambacho nakwenda kuambia. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Ni saa 6 na dakika 28. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 27. Yes. Wafalme wa Kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 16. Yes, mpaka ule mstari wa 27. Hebu twende